Bana, leo nimekutana na the one and only Yuzo Mwamba, mshindi wa mashindano ya Bongo Star Search msimu wa 11, si ndio? Ndio kabisa. Wa 11. Yes. Yes, ambaye pia amekuwa akifanya vitu vingi sana kwenye industry, amekuwa akifanya ngoma zake, lakini pia amekuwa akifanya content mbalimbali ambazo amekuwa akiziweka kwenye mtandao wa YouTube na platform zake nyingine kama TikTok na Instagram na vitu kama hivyo. So najua kuna mambo mengi ambayo huwa mnajiuliza kuhusiana na mwanetu Yuzo Mwamba. So leo niko naye hapa. Yuzo, inakuwaje mzee wangu? Bwana, tuko sawa. Kama kaa. Bana, karibu sana kwenye exclusive interview yetu ya leo, na moja kati kitu ambacho natamani kuweza kukijua ni kwamba wewe ni mshindi ajaye wa Grammy kutoka Tanzania. Miaka hiyo. Ajaye. Ile kwenye description yako ya YouTube, nini kilikuja mpaka ukaamua uweze kuongeza kile kitu pale? Nilionaga kwa Afrika. Mtu ambaye alishinda Grammy ni anatokea, alikuwa ni yule jamaa ambaye anatokea wapi hapa? Ni mwanamuziki? Ni mwanamuziki wa hip hop, ni Mgana. Ni Mgana. Nani namzungumzia? Sakodi. Sakodi, okay. Sakodi peke yake. Kwa hiyo kwa upande wa rappers. Maana ile zile nyingine naziona zinaenda kwa kina Bana, kwa kina Angel na Kijo na kina nani. Okay. Wanangu 047 inaendeleaje? Iko poa. Hivi ile waga inamaanisha nini? Zile kodi zile 047. Ile pale ni kama namba ya msaada. Namba tulitoka nao jeshini. Tulitoka kwenye bunduki ile AK47. Kwa hivyo kilikuwa ni kikundi fulani cha sanaa. Unajua jeshini watu ambao wanafanya sanaa si watu ambao wanaaminika sana. Kwa lakini ni moja kati ya vitu ambavyo tulifanya mapinduzi sana kwa kipindi hicho. Okay. Kwa tukatengeneza hiyo team na mpaka leo bado ipo. Mzee, umepita jeshini? Okay. Zile short course ama kabisa kwenda kupata mafunzo ili uwe soja? Mimi nilienda short course ila nikakimbia. Kwa nini? Hamna tu, niliona ndoto zangu haziko jeshini. Ndoto zako zipo kwenye sanaa? Zipo kwenye sanaa. Ambapo ndo ikakuvuta paka kuna mwaka ukaamua kushiriki mashindano ya Bongo Star Search. Yes. Season ya 11. Ulikuwa na fan base kubwa sana kakaangu. Kabisa. Ukaibuka mshindi pia. Lakini maswali mengi ya watu wanasema kwamba zile milioni 50 zilienda wapi kaka? Sio milioni 50, ni milioni 20. Zilikuwa ni milioni 20? Yeah. Okay, zilienda wapi zile? Milioni 20. Mpaka sasa nimesahau kwa sababu sikutumia hata shilingi. Ukutumia, unamaanisha nini unaposema ukutumia hata shilingi? Sikutumia, pesa nilipewa ila sikutumia. Unajua mimi nilikuwa nasoma. Kwa alafu watu wengi walikuwa wananisupport sana, nilikuwa wanafunzi. Kwa hiyo niliamini yale maisha ya kwenye nikija kuya invest huku nitaharibu. Yale maisha ustani nikisema niapeleke chuo. Nitapoteza watu wengi sana ambao walikuwa wananisupport, wananiamini. Kwa hiyo mimi niliendelea kuishi maisha yangu ya kawaida na zile pesa nilipeleka nyumbani kwetu. Niliwaambia kuna kiwanda walikuwa wanakiandaa, kiwanda kidogo cha alizeti nafikiri. Pesa nyingi nafikiri iliishia huko. Lakini mimi zile pesa hata sikutumiaga yani. Okay. Pesa ambazo nakuja nazitumia ni pesa ambazo mimi nakuwa nimezipata mwenyewe zote. Kwa hiyo ulichukua milioni 20 yote ukaipeleka nyumbani? Of course. Mama au mzee aliyepokea? Wote walipokea. Lakini zinajizungusha ama zilifia kule? Bado zinajizungusha. Nafikiri kwa saizi ndio zinasaidia hata baadhi ya wadogo zangu wanasoma. Okay. Sababu mimi kama ujue sanaa sio kitu cha kukipa 100%, yani kwamba 100%. Pesa ambayo utapata kwenye sanaa utakuja kuwekeza mara wadogo zako wasome sio nini. Kwa sababu hivyo wazazi wanakusomesha wewe, labda wanategemea wewe pia utakuja kusomesha wenzio. Kwa sasa ukiwa kwenye sanaa inakushangaza. Kutoka kama mwaka mzima digital uingizi huko kwingine uingizi mpaka wewe mtu kujichanganya sana. Kwa mimi niliamua kwamba ili tusisumbuane na familia, acha hii pesa watengeneze mradi afu mradi utumike kusaidia wengine. Ili mimi nikiwa nafanya mpanga zangu tusisumbuane. Unakuwa huna stress tena. Na of course imewin hiyo. Imekuwa 100%.
content. Noma sana. Mzee wangu unafanya vitu vingi. Watu walikufahamu Yuzo kupitia muziki, kwa maana kama mwanamuziki, baada uko umeshindana kwenye mashindano yale ya Bongo Star Search. Baadaye tumeona umejichanganya, mwisho siku umekuja kuibukia pia kwenye ufanyaji wa movie, content, vichekesho na nini. So tunajiuliza hii ilianzaje? Baada ya kuanza kushinda na kina Mwanya, nafikiri ndo niliharibikia huko. Yeah. Mimi washikaji zangu wengi ni watu wa comedy. Watu wa comedy wanaotengeneza content na nini. Of course, kina Mwanya, kina Ndaro, kina Saidi, kina Steven, hao ndo washikaji zangu. Kwa hiyo sasa ujue dunia pia inabadilika. Kwa hii Tanzania yani tu wazi, muziki ambao ni mgumu sana kwenye penetration ni muziki wa hip hop. Sure. Kwa hiyo mimi muziki wa hip hop niliamua nije niufanye tu kama content pia. Ukiangalia hata movies zangu nyingi ni za story. Hizo story pia yani zipo hivyo. Yani mimi natengeneza muziki kuwa content. Sifanye muziki as ile muziki. Afadhali nishajua fursa zilizoko kwenye digital nikiwa kama mtu wa content. Okay. Kuna baadhi ya watu wanakuwa wanasema kwamba yule jamaa unajua alishiriki mashindano ya BSS, baada ya pale tulitarajia au anatupatia magoma back to back, zile series project na nini, huko anakoenda kama anapotea. Sijui kama comment kama hizo umewahi kukutana nazo, na kama umekutana nazo jibu lako ni lipi, na kama hujakutana nazo pia jibu lako ni lipi kwenye mtazamo kama huu wa baadhi ya wadau? Okay, sawa. Hilo mimi sitaki kukujibu direct, ila nataka nikujibu wewe kama mwanaume mwenzangu. Nipe majibu kaka mkubwa. Una mwanamke nyumbani, una mtoto. Asubuhi wewe ni mwandishi wa habari, sawa? Kazi yako inabidi upate ofisini. Mkeo anaumwa, watoto wanahitaji chakula. Asubuhi imefika. Mwanao wa mtaani anakupa dili, bwana twenzetu migodini kule kuna kusomba kifusi, jioni tunachukua 50,000. Alafu huko ofisini kwako mshahara mpaka mwisho wa mwezi. Wewe kama mwanaume unafanya maamuzi gani? Naenda kutafuta hela nyumbani wale kaka. Of course mwanangu, mimi siwezi kushiba comment za unajua. Kwa mimi wanaangalia sehemu ambapo pananipa hela. Of course content zinanipa sana hela, sio uongo. Hiyo ndio iko serious. Okay. Content zinanipa hela kuliko muziki. Mimi hela muziki nikikuonyesha hapa nimetoa majuzi ni dola chache sana. Alafu nyimbo imetazamwa na watu wengi. Si unaelewa? Kwa hiyo hamna benefit ya moja kwa moja ambayo naiona kwenye muziki. Moja kitu ambacho nimekiona kwenye muziki kipo direct. Ni kwamba kila ambaye yuko kwenye muziki anahitaji msaada. Yaani sio kwamba mimi tu msanii nahitaji msaada. Hata wewe pia unahitaji msaada. Promoter anahitaji msaada, manager anahitaji msaada, yani wote tunahitaji pesa. Sasa ile pesa inabidi mimi niitoe. Mimi naitolea wapi? Inabidi ujichanganye. Lazima nijichanganye niwe na pesa ili nikija kwako mwanangu, bwana tuna interview nakwambia na kudirect bwana, hii interview naitaka iwe 1 2 3 4 5. Lakini nikiwa sina pesa kuna muda siwezi kuja kwako kwa uhuru. Pia wewe huwezi kuwa na uhuru na mimi. Of course mtu una stress zako, afu mtu anakuja anakuambia bwana nataka nikuhoji zile hela za BSS zilienda wapi? Okay. No sana. So hiyo, lakini huone kama inaiua ndoto yako ya kushinda tuzo kubwa kama ambavyo umeandika kwenye description yako ya YouTube kwamba wewe ni next rapper kushinda tuzo ya Grammy? Ayui, kwa sababu muziki zote ni sanaa. Zote ni sanaa. Unajua ukikauka usipofunguka, yani dunia inataka watu waliofunguka. Watu tokea 90 huko wakina Tupac wanashuti ma movie, wanafanya muziki, wamekufa na miaka midogo tu 21. Watu hivyo yani wakina Will Smith. Umeona? Yani angalia kina 50 Cent, watu wanatengeneza movie. Namuona hata Uncle Snoopy pia anafanya movies. Snoopy anafanya movie, anafanya vituko vichekesho. Sasa mimi na Snoopy tofauti. Snoopy vitu anavyoposti asubuhi mpaka jioni ni nje ya muziki. Sure. Ila ukimleta kwenye muziki nini anakamua. Unajua kuna maisha baada ya muziki. Yani muziki ukiwa mtu wa content unaweza kuishi maisha nje ya muziki. Ila ukiwa kwenye muziki tu utakuja uchanganyikiwe. Utabadai inafika stage huku huna hela, huku huna hela, unaenda baa unangoja watu wakupebia kama hapo ni yani unangoja watu wakupebia ndio upande uperform, kwa sababu huna njia nyingine ya kuchukua hela. Alafu huwezi ukatoka tu kwenye muziki unamenisha vingi. Muziki unakuaminisha kwamba Westa watu wanakupenda, una 1 2 3 4 ukirudi ndani shida. Umeona? Lakini ukirudi ndani unakuja kujikuta unateseka. Ndio
Kuna mshikaji mmoja anaitwa Disaster na wimbo wake mmoja unaitwa Mwanajua. Noma sana. Okay, sasa hapo kwenye utengenezaji wa ngoma zako nimekuwa nikizifuatilia sana pamoja na content zako. Wewe ngoma zako mzee unaweza kujikuta ndani ya mwezi mmoja zimetoka 4 japo zote zinakuwa zinaendana na content tu. Ni noma sana. So wewe kwanza pia kuna moja kati ya kitu ambacho sikukuuliza. Kahama nini ambacho kimekuleta hasa? Sisi ametuleta message yake. Okay. Kwenye uzinduzi wa Ray Saluni. Nafikiri ndo ni moja kati ya saluni kubwa sana hapa Kahama ambayo inatengeneza kucha, kope na nywele. Kwa ndani vitu vyake unaona ni very expensive. Yeah man, noma sana. Pako vizuri. Jambo ndo limetuleta hapa na ndugu yangu. Okay. Noma sana. So kwenye kumalizia 2026 hii tumeweza kuianza vizuri, afya ni njema. Nini ambacho tukitarajie? Sasa utarajie magoma. Magoma yatakuwa mengi sana. Alafu sio content tu. Yaani sio magoma ambayo katika mfumo wa content, mabenga, ngoma serious sasa hivi.